Ngari muda umefika wetu pia jicho lako. Sakina binti walioka ndio naoza wako. Naomba sasa nikuletee malkia wa nguvu mwingine. Na kumbuka tuko katika msimu wa mama ni mama. Na msimu huu uko pale leo tena, lakini kama wadau wa Flavor Swahili na kuletea hapa thamani ya mama. Thamani ya mama na vile ambavyo mtu kama mama anajua kama yeye sasa ni mama na kwa nini aitwe mama. Huyu binti yeye ni mjasiriamali mpambanaji. Ana mtoto bado hajaolewa. Wengi tumezoea mtu akiolewa kama hajaolewa mtoto akimpata tu kwa bibi, yeye anafanya mabiashara mjini. Lakini yeye hilo amelikataa. Yuko na mwanae anakomaa naye mjini. Kwa nini anafanya hivyo? Karibu sana kwenye ndoa bado tupo na nipo na bibi Leila. Ni mama mjasiriamali ambaye anapambana na biashara zake za vipodozi kama unavyomwona mwenyewe anavyong'aa. Hapo ukitaka uzee mwisho chalinze bui tena Morogoro siku hizi. Morogoro hamna basi. Tupeleke ni 10. Ameacha huko ukitaka kuglow, ukitaka kupendeza, lakini ukitaka kushonea nguo zako vizuri na botiki ambayo ina nguo zile zipi hizo na mengine mengi. Ukitaka kunoga kweli kweli kwenye vingozi vyako kama vya binti walioka, basi hapa kwa Leila tunaipata. Ni mama, single mama niambie. Mzima. Karibu sana kwenye ngari. Biashara inaenda? Ya, tunashukuru Mungu. Nini biashara kuu hapa? Actually hapa ni vipodozi, lakini nina sehemu nyingine pia ya nguo. Kwa Azrei na Nyamwezi. Na kote tunauza kwa jumla na rejareja. Kwa hiyo pia kama kuna wateja ambao wanafanya biashara kama hizi vipodozi na nguo, lakini kidogo tunawakaribisha. Tuna pia mikoa yote na nchi jirani tunafanya delivery. Okay. Kwa hiyo ndio pale nimesikia unaongea na simu, mtu anamtaji mdogo 200,000 3,000 unampa? Yes. Anakuwa naye anauza. Yes. Na pia tunaweza kumweka kwenye grupu zetu za WhatsApp. Akawa anapata bei za jumla ambazo sasa yeye atapanga bei yake ya rejareja sawa na wanaouza rejareja mitaani atapata faida. Anapata faida. Kwa hiyo mnakuwa mnamrahisishia malkia mwingine au malkia asikae kizembe. Yeah. Lakini hapa pa kupitia ni wewe mwenyewe. Binti mdogo bado wewe, kwani umeolewa? Bado, lakini inshallah utaolewa. Ila una mtoto. Na mtoto. Ndio hiyo ambayo nataka kuiweka leo kwenye thamani ya mama, na nataka niangalie kwa jicho la ziada. Sawa. Tunavyojua mtoto wako ana umri gani? Ana miaka 7. Watoto kama hao wengi tukiwa tumewapata huko tunapambana kama hivi na ujasiriamali, tunawaweka kwa mabibi, kwa tunawaweka sehemu wengine boarding vinapelekwa vitoto huko. Kwa sababu watoto na majukumu. Wewe mamako si yupo? Ndio, mama yupo. Kwa nini hujampeleka kwa bibi? Actually mimi napenda ku experience motherhood. Kwa hiyo napenda kuwa karibu na mtoto wangu kwenye hali zote. Mama sahau. Nikilala nikimwona ndo faraja yangu na ndo ananipa nguvu ya kuamka kila siku na kupambana. Kwa hiyo kupambana kote kwa ajili ya mtoto wako. Mama pia na wengine lakini mtoto yani ile kwamba ukasema mimi nitaweka duka, nitafanya hivi, nitapambana kila siku ili mwanangu akae vizuri. Kabisa. Kwa mama sio jambo la mchezo. Ndio. Nini thamani ya mama kwako wewe? Mama ni kitu kingine ambacho huwezi kupata kwa mtu mwingine yote. Mama ana thamani kubwa sana kwenye maisha ya, na ukiwa na mtoto ndio unajua thamani ya mama. Tumuongelee mama yako. Mama yeye wakati anawalea nini unakumbuka zaidi kutoka kwa mama? Mamangu ni mtu ambaye anapambana pia sana. Nafikiri na mimi pia nimepata ujasiri kwa kupitia yeye. Nimemwona sana kwenye struggle zake anapopambana kuhakikisha watoto wake wanakuwa sawa. Hapendi mtoto wake apungukiwe au akose. Ndio hiyo kairithi, ukaichukua sasa na wewe ukaikia kwa watoto wako, unampambania mwanao. Ndio maana hata kwa bibi ukasema aende, nitakaa naye. Makofi kwako. Asante. Kwa hiyo umeifanyia research, ukaona watu wanatakiwa wakae na ngozi sio nzuri. Sio hapa kaungua baka gari. Yaani ile mabaka sipendi ile. Ndio, tunazo. Kwa hiyo sasa hivi umeifanyia kazi. Yes.
haipo kabisa. Ipo kwa kidogo, lakini kwa hapa kwetu dukani kwetu hakuna, na hatuweki kabisa vipodozi ambavyo vinaathiri ngozi za watu. Umezingatia hilo? Yes. Ndio usomi huo, hiyo ndio uelewa. Yani hiyo ndio mtu unatakiwa sasa hivi tufanye, kwa sababu tunapoharibu ngozi zetu baadaye, ngozi ni muhimu sana. Watu wanapata tabu, yani mtu umekuta naye ngozi haifai, inakuwa sio. Turudi sasa kwenye swala zima la mavazi ambalo pia ukajikita baadaye. Uliniambia vipodozi ulianza shule na mavazi. By that time nilikuwa na mix up, nilikuwa na mix nguo na pamoja na vipodozi, lakini nikaona kwamba kila ofisi inatakiwa iwe separately, kwa hiyo nguo zikabaki kule Agrey na Nyamwezi hapa Kariakoo, na vipodozi nikavileta huku. Na kwenye mavazi pia watu wanapenda fashion, wanapenda quality nzuri. Mavazi aina gani? Nachanganya nguo za wanawake zote, kuna nguo za wamama, akija mama anapata, akija msichana binti anapata, nguo za pati, nguo za kina baba, nachanganya za kina baba, watoto hapana. Kwa hiyo ni kina mama na wasichana, tuna wasichana. Ndio umeamua kujikita kwenye hiyo. Na pia mpaka umejikita kwenye biashara, kuna kitu shuleni ulikiona? Nini ulifikiria? Pale kwetu class tunaita fursa. Wewe fursa gani uliona au nini tulifanya mpaka ukaingia kwenye biashara huku unasoma? Na uliweza kunena yote? Yes, kwa sababu mimi nikirudi nyuma, bibi yangu pia alikuwa anafanya biashara, mama anafanya biashara. Kwa hiyo nahisi pia nimekuwa kwenye mazingira ya biashara. Najua how to manage, how to grow kwenye business with everything. Na ndio maana ilikuwa rahisi kwangu. Kwa shule na nyumbani vimenichangia kwa mjasiriamali au kufanya biashara. Wewe ulipenda tu? Na ulipoenda shule ukuona yaani kuona kuna gap ndio maana ukaingia. Ulipoingia shule mwanzo ulisema nitaenda kufanya biashara au ulienda ukakuta kuna gap ndio ukasema ufanye? Niliona fursa, kwa sababu tulikuwa tunapata pesa, lakini unakuta mwingine unapata ile boom hata miezi 3-4 haijaisha, mtu hela imekatika. Kwa hiyo nikasema hii hela yangu mimi ya boom nitaizalisha. Kwa hiyo nikaichukua nikaiweka kwenye biashara, then faida ndo nikawa natumia ile bezi, nikawa ninaisave kwa ajili ya mambo mengine. Okay. Hadi ukafanikiwa. Ndio. Na wanachukua vaa wanapenda wakati ya kisichana. Ni kweli. Kwa hiyo wanaenda, lakini wengine mmewatupa hata walipo hamwajui. Achieni tabia hizo. Mama ni mtu mwenye thamani sana. Mama ni mtu ambaye ndio anayepambana kuhakikisha mwanae mambo yanaenda, mwanae anasimama naye no matter what. Usifanye hivyo. Angalia binti bado mbichi, lakini amehakikisha mwanae anakoma naye mwenyewe, lakini na biashara zake anapambana ili mambo yawe mazuri. Najua sasa hivi kuna watu wanapenda kupendeza. Yaani sasa hivi mtu anatakiwa kung'aa, pendeze, glow ngozi na nini. Kabla sijaje kwenye fashion ya kuvaa na mambo mengine, niambie kwenye what glowing skin ikoje sasa hivi chati yake? Actually hapo nyuma watu walikuwa wanapenda vipodozi vya kuwafanya wake sana. Lakini sasa wakapata bahati mbaya, au ilikuwa ni bahati mbaya, vipodozi vilikuwa vinakuja na chemicals ambazo zinaunguza ngozi. Yes, kwa mtu anapata ile glowing lakini baadaye ngozi yake inaharibika. Kwa sasa hivi wengi wao wanataka glowing skin ya kawaida, au hata kama atapata ile extra whitening basi asiharibike ngozi yake na awe na rangi moja mwili mzima. Kwa hiyo sisi tuna vipodozi ambavyo hata kwa wale ambao wameharibika ngozi basi vitawasaidia kuweka ngozi yao irudi kuwatengeneza ngozi ikae katika hali nzuri. Na wale wanaotaka pia kuwaka vipo, lakini sio vya kuharibu ngozi, havina kemikali za kuharibu ngozi. Tuna hizi glowing skin hizi ambazo pia utachanganya na serum yake. Ndio hapo na noga wacha. Sitaki kuwa mweupe, nataka niwe na chocolate color, yani ni mtu fulani mtamu tu, acha nisichoshi. Sawa. Kuna Clear hii hapa ambayo sasa hivi imekuja pamoja na oil yake. Na mix up unapaka, na ukitaka chupa pia body hii hapa. Napendeza. Unapendeza. Mambo yanakuwa mazuri. Tupe ABC za kuifanya ngozi yako ipendeze, kuitunza tu nyumbani. Niko nyumbani, lakini pamoja na tule vipodozi natakiwa nifanye nini ili ngozi yangu nitunze? Sunscreen ni muhimu kwa sababu jua linaathiri sana ngozi zetu. Kwa hiyo lazima unatumia sunscreen, lakini scrub pia kwa ajili ya kutoa impurities
at least mwanamke fanya scrub japo mara 2 kwa wiki, ngozi yako inakuwa safi. Kwa hiyo utakachopaka chochote utakuwa na glowing skin nzuri ikiwa unatumia scrub ya. Unang'ara popote. Hata kama una boyfriend unajisikia una raha tu. Hata wengine mpaka mtu awe na boyfriend unapendeza. Pendeza kwanza. Hata wewe mwenyewe unajipenda ukikaa ukilala unajiona mambo yanakuwa ngari uongo. Kweli. Mtu akizambia anaweza kawa na swali au kuna wajasiriamali wengine mama kwa nguvu hawana mtaji, wana vimtaji vidogo, wataka wasaidie, wape namba yako. Wawe single mother kama wewe ambaye uachi mtoto na unapambana naye. Ndio, ni 0776 23 81 91 0776 238191. Lolote la kuambia kina baba wanaotelekeza watoto na kina mama wanasafa wengine ndio maana wanashindwa kumanage wanawaacha? Mimi naombea Mungu arudishie imani kwa sababu watoto ni baraka, usimwache mtoto. Lakini wewe baba mtoto wako anakusupport sana. Jamani, ilikuwa ni ndoa leo, lakini tuko na Malkia wa Nguvu single mother ambaye yeye na mtoto wake hajamwacha popote. Hajamweka kwa bibi wala kwa babu wala kwa shangazi wala kwa mjomba wala hajamtelekeza. Yuko naye anapambana naye kwenye ujasiriamali, anapambana ili mtoto wake ahakikishe anafikia malengo ambayo amejiwekea. Ndio Malkia wa Nguvu, mwanamke tunayemtaka, mwanamke ambaye anajua thamani ya kuitwa mama, thamani ya kuwa mwanamke. Thamani ya mwanamke ni kubwa sana. Kwa hiyo isimamie thamani yako, usiache mtoto wako popote pale, pambana naye. Kampeni ya mama ni mama tunaendelea nayo kupitia Leo Tena ya Clouds TV, lakini na Swahili Flavor kama ng'aring'ari basi tuko nayo hapa na mambo yamekuwa mazuri. Nini unamfundisha mwanamke anayekutazama, hususan yule ambaye mtoto wake hata alipo saizi ajui ajui amekula nini, ajui amelalaje, kwa sababu unaweza ukawa uko naye lakini ukafuatilia mwenendo wake, yeye ajui chochote. Unamwambia nini mwanamke huyo? Mtoto ni baraka. Kwa upande wa mtoto ni baraka. Watu wengi huwa hawafahamu ukiwa na mtoto is a blessing. Pambana kwa ajili yake. Mwenyezi Mungu hawezi kukuacha as long as anajua una kiumbe ndani. Hawezi kukuacha. Nikija hapa ndio nimekuja mwenyewe na ngozi yangu kavu. Utaniambia niondoke na nini na nini? Actually kwa ngozi kavu hapa nitakupa, nina hiyo Vaseline, hiyo Cocoa Radiant, ina moisturizer kutosha, lakini nina Cocoa Butter hiyo ya Palmer's pia ni nzuri, na ipo ile American Dream, zote zina moisture kutosha. Kwa hiyo zitafanya ngozi yangu ipendeze na iwe hivyo. Na nikija na ngozi yangu ya mafuta, ukija na oil skin type kwa usoni, tunazo serum pamoja za Korea kama Isratino, ni nzuri. Tutakupa serum, tutakupa na face cream ambazo zinakata mafuta, utapendeza mwenyewe. Yaani kija nataka niwe mweupe dada wa comment tayari. Biashara ya vipodozi ulianzaje? Biashara ya vipodozi mimi nimeanza biashara toka nasoma. Ni kitu ambacho nafikiri pia kiko kwenye damu. Nilikuwa nanunua na uzee zangu shule kwa hiyo imeenda hivyo mpaka nikafika hapa nilipo. Nipata boom lile, nilikuwa nakuja nanunua. Kwa hiyo kwenye boom nanunua naenda kwa uzee zangu shule. Ndio maana nasema hata ambao wanatamani kufanya hata kama ni wanafunzi, budget hilo boom lako unalopata, njoo chukua hata dazeni moja anza nayo. Mambo yanakuwa hivi. Kwa hiyo ulipotoka chuo ukutaka kwanza kwenye kuajiriwa au kutafuta kabisa? Nimeajiriwa. Mimi by professional ni mwalimu. Nimefanya kazi pia, lakini by the time nafanya kazi pia nilikuwa nafanya ujasiriamali. Kama ninavyokuambia ni kitu ambacho kipo ndani yangu. Mpaka nilipofikia hatua ya kusema sasa ajira basi nataka nijiajiri mwenyewe, nikaacha. Ukaacha? Ukaendelea hivi. Wewe Mama Malkia wa Nguvu hapa mnawaona, yaani mtu yuko shule lakini bado alikuwa anafanya ujasiriamali. Mungu akamjalia akapata katoto, ndo akakaza akasema hapana, mtoto wangu namlea mwenyewe. Mama mwenye thamani, maana sio wengine mnatupaga tu watoto wenu. Yaani mtu tena mwingine anamtelekeza kabisa, hata pa kumjua hapa. Bora mwingine anaita kwa mama kwa sababu majukumu yake labda amembana sana, lakini kila siku anapeleka kule viela vinini, anaenda kumuona mwanae. Mwakumbuke na sio mnawabwaga tu.